Number 3. Depend on God in all things. Tegemee Mungu kwa kila kitu. Even in the things that you have natural advantages to. Hata katika vitu ambavyo kuna namna unaweza ukavifanya. Before you call a person to ask for help, kabla hujampigia mtu kuomba msaada, pray to God. Anza na maombi. So that he will lead you. Muombe Mungu akuongoze. And give you grace. Akupe neema. Are you hearing me? Yes. This is called the law of total dependence. Hii inaitwa sheria ya kutegemea kamilifu. The law of total dependence. Hii ni sheria ya kutegemea kiukamilifu. Yaani humalizi shule ukiwa na mawazo ya baba yako kwamba ni mbunge. Hallelujah. Huanzi kitu ukiwa una mawazo kwamba fulani atanisaidia. It is good to have divine helpers. Ni vizuri kuwa na wasaidizi wa hatima. But it is better and perfect to have eternal helper. Lakini ni vizuri zaidi ukiwa na msaidizi wa milele. That is Jesus Christ. Ambaye ni Yesu Kristo. That is the Holy Spirit. Ambaye ni Roho Mtakatifu. Are you hearing me? Are you hearing me? Total dependence. Kumtegemea Mungu kikamilifu. You don't look at the situations. Hauangalii unachokipitia. Kwa sababu kama kina Danieli wangeweza kuamua tu kwamba kwa nini tufe bana? Tuabudu tu, tutatubu. Tumabudu tu sanamu ya Nebukadneza, toba na rehema. Mungu ni wa rehema. Tutatubu. Lakini hata walipoambiwa kwamba tunawatupa, tuone kama Mungu wenu atakuja kuwaokoa, wakasema even if he doesn't come to save us, akasema hata kama Mungu wetu hatakuja, he remains to be our God. Anabakia kuwa Mungu wetu. This is the radical faith that God is looking in your life. Hii ni imani ya ajabu anayoitafuta Mungu ndani yako. Do not trade your humanity for cheap things. Usijilaisishe kwa vitu vya bei nyepesi. Usikubali mambo ya rushwa. Usikubali mambo ya udanganyifu. Usikubali kuvua nguo zako na kuuza utu wako kwa sababu ya fedha au kwa sababu ya kitu chochote. Radical faith. Total dependence on God. I'm telling you, kwenye situations kama hizo huwa zikitokea kwenye maisha yangu, nimeshajifunza kwa sababu nimewahi kuanguka mara nyingi huko nyuma wakati nakuwa katika neema, kwamba kuna kati ya hiki na hiki nichague nini, nafanya makosa. Baadaye nikagundua even if it is rough, I'll better pass with Jesus in a rough way than pass with the devil in the palace. Yaani ni vizuri hata kama inaonekana ni ngumu, ni bora niende na Yesu kwenye njia iliyo ngumu kuliko kutembea kwenye njia inayoonekana sawa na shetani. And one thing that I've learned, na kitu kimoja nilichojifunza, every time I encounter that situation, napokutana tu na hali kama hiyo, I know there is promotion. Ninajua tu kuna kuinuliwa. I'm telling you, even if I'm preaching right now, you can be thinking about it. Unaweza kufikiria. Every time you encounter such a situation of choosing between God and the systems of Babylon, unapokutana na mahali unakutana uchague kati ya Mungu au mifumo ya kidunia, even if you are going to suffer choosing the ways of God, utakapoamua kuchagua njia ya Mungu, you have a testimony guaranteed. Tayari unao ushuhuda umeandaliwa unakusubiri. There must be a promotion. Lazima kuwe na kuinuliwa. And that promotion, uko kuinuliwa, is what we call the increase in grace. Na uko kuinuliwa ndio tunakuita kukua katika neema. Kukua katika neema. There are things that God will not prove that you have grown until you have done it. Kuna vitu havitadhihirisha kama umekuwa mpaka umevifanya. Because God, for him to be able to relate with men, he has to become a man. Mungu mwenyewe ili ahusiane na wanadamu alibidi avae mwili kama mtu. God promised